Hakika ni fahari ya Watanzania, ikiwa ni msimu mwingine tena ya maonyesho ya Sabasaba. Awamu hii tukiwa tunasherehekea jubilii ya miaka 50 ya maonyesho haya, na moja kati ya mabanda mengi ambayo yako hapa kwenye viwanja hivi basi ni banda la shirika la maendeleo ya petroli hapa nchini, yani TPDC. Mimi ni Idi Nonga, hii ni Ndalini Media, na hapa niko na afisa uhusiano mwandamizi Francis Lupokela. Bwana, mambo vipi? Sasa vipi kaka? Bwana, ni msimu mwingine tumekutana tena kabisa ni banda la TPDC. Karibuni sana kwa mwaka huu. Okay, TPDC sisi kama unavyofahamu ni kawaida yetu, kila mwaka watu tunashiriki na lengo ni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu shughuli tunazozifanya, lakini pia wananchi kuelewa kwa namna gani TPDC inajibidiisha katika kutekeleza wajibu wake ili kuweza kuiletea nchi au taifa yetu maendeleo, na maendeleo ya mtu mmoja mmoja kupitia shughuli zetu za utafutaji wa mafuta na gesi, lakini pia uuzaji wa bidhaa hizo na matumizi yake. Kama tunajua kwamba sisi tumekuwa msingi wa uchumi hasa kwenye energy. Kwa muda mrefu tumekuwa ndio mtegemezi mkubwa wa uzalishaji wa umeme kupitia gesi asilia, lakini leo tuna mambo mapya pia ndani hapo, mambo mapya hapo ndani. Kwa hiyo labda nipende tu kuwakaribisha ili tuweze kuona tumekuja na nini safari hii ambacho kitaongeza tija zaidi, pengine na uelewa zaidi kwa wananchi ambao ndio walipa kodi wetu. Karibuni sana. Yes, na sisi ni nani tukatae? Wewe mtazamaji, Bwana Francis, twende nani? Karibu sana. Tuone mambo. Bwana, hatimaye tumekuja hapa, tumeingia hapa. Tuko ndani sasa. Bwana, experience ama uzoefu wako wa Sabasaba iliyopita na hii ipoje, kama kuzungumzia lengo la sasa hivi kama tumekuja nalo hapa? Kama nilivyosema kwamba sisi TPDC tumekuwa wahudhuriaji wazuri wa maonyesho ya Sabasaba, na hii ni moja ya jukumu letu la msingi, kwa sababu tunapaswa kutoa taarifa kwa wananchi, kutoa mirejesho. Kama nilivyosema kwamba wananchi wanalipa kodi na sisi ni shirika la umma, tunafanya shughuli zetu kwa kodi za wananchi. Kwa hiyo hizi forum kama hizi zinatupa wasaa kukutana na wananchi na wadau wengine mbalimbali, wawekezaji. Kwa hiyo tunakaa tunatoa project zetu zimefikia wapi. Kwa hiyo kwa muda mrefu of course tumekuwa tunaonyesha distribution networks, yani usambazaji wa gesi majumbani, viwanda, lakini matumizi ya gesi kwenye magari na shughuli za utafiti. Lakini hayo yote yapo na tutapita huko, tutaona yote kwenye hatua mbalimbali, kwamba mwaka jana tofauti na sasa hivi idadi ya nyumba zimeongezeka, idadi ya watumiaji wa viwanda yameongezeka, lakini pia kampuni zetu tanzu zimeendelea kufanya vizuri. Kampuni ya Gasco utajifunza kwamba wenyewe sasa hivi pia wanajenga miundombinu, kitu ambacho zamani haikuwa hivyo. Lakini tutaenda kujifunza pia kwenye upstream ambayo ni sehemu pia tunasema ya interest sana, kwa sababu tunafahamu kwa muda mrefu tumekuwa ushiriki wetu tunashiriki upstream kwenye utafiti, lakini muda huu TPDC imeanza yenyewe toka mwanzo kufanya hatua mbalimbali za utafiti katika mabonde ya Eyasi Wembere, lakini pia katika kitalu cha Lindi Mtwara. Hii inaonyesha ukomavu mkubwa wa sio tu kifedha peke yake, kitaalamu. Sasa shughuli hizi zinafanya na wataalamu wa ndani, watumishi wa TPDC pamoja na wakandarasi wa ndani pia. Kwa hiyo inaonyesha kwa kiasi gani taifa limeendelea kukua kwenye sekta ya gesi na mafuta, haswa huko upstream ambayo ndio sehemu inaonekana kuwa ngumu zaidi kwenye uwekezaji, kwa sababu pia ya ile kwamba unaweza ukakosa ukapata. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tungependa wananchi waje, lakini pia wataalamu mbalimbali, wadau wale ambao tunasema wanaweza kuwa baadaye strategic partners, tunawakaribisha waje ili waweze kuona namna gani ambavyo TPDC imekuwa tunasema ni mdau mzuri pia kushirikiana naye katika uwekezaji katika nyanza mbalimbali. Lakini kuna mipango pia ya usambazaji wa gesi, kutumia CNG, kutumia mini LNG, lakini pamoja pia ujenzi wa mabomba makubwa, kwa mfano kutoa gesi Dar es Salaam kwenda mpaka Chalinze. Hiyo yote ni moja ya mikakati au miradi ambayo tayari imeshaanza, kila mmoja katika asilimia yake kadhaa. Tutapata hiyo maelezo yote kupitia deski ambazo tulikuwa nazo. Unaona tumegawa vizuri, kuna sehemu ya mkondo wa juu, kuna sehemu ya mkondo wa chini, kuna kampuni zetu tanzu zipo. Huko kote tumeweka ili wananchi waweze kujifunza. Wataanza kujifunza pia miradi, mfano mradi wa kimkakati wa EACOP umefikia wapi? Kwa nini tumeshiriki? TPDC imeshiriki vipi?
nini matarajio yetu. Haya yote ni vitu ambavyo tumejipanga safari hii ili mwananchi anapokuja basi aweze kujifunza mengi. Lakini tunapata wasaa kama huko ongea na vyombo vya habari, basi wananchi pia wajue ambao wameshindwa kufika, kumbe TPDC imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba inakuwa hub ya uchumi wa taifa, lakini pia Tanzania kuwa hub ya energy, iwe kitovu cha nishati katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Karibuni sana. Na cha kumalizia kabla tujaenda kwenye madeski ama madawati mbalimbali ambayo wako wataalamu, tunajubilia miaka 50 ya Sabasaba. TPDC, sisi wananchi wa kawaida, watu ambao wana ndoto za uwekezaji wa kibiashara, mnaendana nayo vipi na hii jubilia miaka 50? Asante sana. Sisi kwetu kuna milestones za kujivunia. Kwa mfano moja, nimesema sasa hivi tunafanya utafiti wenyewe. Tuko katika hatua seismic surveys, yani tukoja data za mitetemo katika kitalu cha Iyasu Mbere na kitalu cha Lindi Mtwara, sawa. Lakini TPDC katika muda huu tunajivunia pia kuongeza ushiriki au shares kwenye kitalu au tunasema kitalu cha Mnazi Bay, sawa, Mnazi Bay Main, ambapo sisi tuna 40% na wenzetu pia 60%. Lakini pia tunajivunia sasa hivi tunasema kwamba tunaweza, kampuni yetu Tanzania mfano ya Gasco inafanya kazi ya kujenga miundombinu ya gesi, lakini hata kuweza kujenga miundombinu ya mafuta, yani katika maana ya vituo. Hayo yote ni mafanikio. Tunajivunia pia kuona kampuni yetu ya TANROADS na yenyewe imeendelea kusimama vizuri. Kwa hiyo hayo yote ni vitu ambavyo tunajivunia. Lakini umeona gawio juzi tulitoa bilioni 15 plus, sio? Hivi vyote vitu vya kujivunia. Kupewa serikali kutuamini kwamba katika kipindi cha mpito kutokana na haya crisis ya mafuta, basi TPDC ipewe mamlaka kuleta mafuta yenyewe. Ni mambo kujivunia pia kwamba serikali imeona juhudi zetu, imetuthamini, imetuamini, na sasa tunatenda na tutaendelea kuhakikisha serikali kwamba haijakosea kutuamini. Bwana, ni Francis Lupokela, afisa uhusiano mwandamizi wa TPDC. Sasa mimi Francis Lupokela, wewe ni kuache sasa. Mimi sasa niende kwenye deski ama madawati mbalimbali ya wataalamu, ili mtazamaji wetu wa Andalini Media ambaye anatazama hapa kupitia runinga ama kituo chochote cha television aweze kuona wataalamu wamejipanga vipi kuhusiana na huduma bora ambazo yeye mtumiaji wa mwisho anazitumia. Kwa majina naitwa Daudi Enoki, ni mhandisi mitambo kwa maana ya mechanical engineer. Ni mfanyakazi wa kampuni tanzu ya TPDC iitwayo Gasco. Gasco inajihusisha na operation na maintenance ya miundombinu ya gesi asilia ambayo ina exist, na napoongelea miundombinu ya gesi asilia maana yake tuna processing plant mbili, kwa maana ya Songosongo tuna processing plant moja ambayo ina uwezo wa kuzalisha au kuchakata gesi kwa siku futi za ujazo 140,000 kwa siku, na nyingine ipo Mtwara eneo la Madimba ambayo ina uwezo wa kuchakata futi za ujazo 210,000 kwa siku. Na baada ya kuchakatwa gesi hiyo husafirishwa hadi Dar es Salaam Kinyerezi Gas Receiving Station, na baada ya hapo husambazwa kwa watumiaji tofauti. Katika miaka hii 50 ya maonyesho ya Sabasaba, Gasco tunajivunia kwamba tuna zaidi ya miaka 10 tunafanya operation na maintenance za miundombinu ya gesi asilia bila kuwa na changamoto yoyote na bila kukwamisha shughuli za uzalishaji kwenye viwanda ambavyo vinatumia gesi asilia, lakini pia kwa mdau wetu mkubwa TANESCO ambaye anatumia gesi asilia kwa ajili ya kutengeneza umeme ambao tunajua kama kawaida ni kwamba zaidi ya 60% ya umeme unaopatikana nchini unatokana na gesi asilia. Sambamba na hilo, Gasco pia amesajiliwa kama contractor class 1 ambao anajihusisha na construction ya miundombinu mipya inapotokea kwa wateja wa viwandani, wateja wa majumbani, lakini pia kwa wale wanaotengeneza CNG station kwa maana ya magari yanayotumia gesi asilia. Naitwa Grace Edward Chigugu, ni afisa masoko shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, nikifanya kazi katika kampuni tanzu ya TPDC inaitwa TANOIL Investments Limited. TANOIL Investments Limited imepewa majukumu ya kuagiza na kuuza bidhaa za petroli, na kwa sasa inauza mafuta ya petroli pamoja na diesel kwa bei ya jumla. Pamoja na bidhaa hizo mbili, TANOIL ina mipango katika mwaka huu wa fedha
kuendelea kuhakikisha kwamba inapanua wigo wa biashara yake kwa kuanzisha biashara ya gesi za petroli ama LPG, gesi inayopatikana katika mitungi. Kwa hivyo ninawaalika wadau mbalimbali wa LPG wakati bidhaa hii itakapoingia sokoni wakaribia kufanya kazi na TANOIL, kampuni ya uhakika ambayo inamilikiwa na TPDC kwa 100%. Lakini sambamba na hilo, natoa mwaliko maalum kwa wamiliki wa vituo vya mafuta wakaribia kufanya kazi na TANOIL. Tunatambua kwamba wanahitaji biashara inayofanyika kwa uaminifu lakini pia yenye ubora. TANOIL ni kampuni ya serikali na imejipanga kuwahudumia watu hao, lakini pia watu wa migodini pamoja na wakandarasi wote tunawaalika. Tunafahamu migodi ili iendeshwe inahitaji nishati, na TANOIL tupo kuwahudumia tukihakikisha upatikanaji wa nishati hii ya mafuta wakati wote. Kwa hivyo karibuni TANOIL kufanya kazi na TANOIL kama mshirika makini wa biashara ya mafuta ya petroli na diesel pamoja na bidhaa zinazohusiana na hiyo. Karibuni sana.